Na moja kati ya jambo jingine ambalo watu hupambana sana kulifanikisha huku wanalo ni kujitahidi kuonekana wako sawa katika kila nyakati. Yaani unajitahidi mtu uonekane smart katika kila jambo unalofanya, kwa sababu unapoonekana smart kuna namna fulani inakuwa attractive kwa watu. Yaani jinsi gani sasa mtu anaweza kuwa smart katika kila jambo ambalo unalifanya, wewe endelea kuonekana huyu ndio yule mtu ambaye tunamtafuta. Yafuatayo ni mambo ambayo yatakusaidia wewe kufanya uonekane smart licha ya mambo au licha ya changamoto ambazo unazipitia kwa wakati husika. Kwa hiyo ukipitia kuyazingatia haya, kila muda utakuwa ni chaguo la watu, utakuwa ni yule unasema kipenda roho cha watu. Kwa hiyo jitahidi kuyazingatia haya mambo matano tu, hasa jambo la tano litakuwa msaada zaidi kwako. Kitu cha kwanza ambacho kitusaidia uonekane uko smart muda wote ni kujiandaa kabla ya kutenda. Yaani maandalizi siku zote yanakupa confidence ya kulifanya jambo kwa ufasaha. Unapojiandaa kabla ya kulifanya jambo fulani, unaonekana uko smart sana, kwamba kuna mpangilio fulani umeshauweka kabla ya kulifanya jambo fulani. Hii inawasaidia watu kujua kabisa kwamba huyu mtu ana uwezo kulifanya hili jambo kwa usahihi. Lakini usipoonyesha mpangilio kitu ambacho unataka kukifanya, si rahisi sana watu kuamini na kukupa nafasi. Lakini jambo jingine ni kuwa na nidhamu ya muda. Nidhamu ya muda kitu cha msingi sana. Kila kitu, katika kitu ambacho tuseme Watanzania wengi tumefeli ni swala zima la muda. Lakini wewe unaweza kujitofautisha Mtanzania wewe mmoja na Watanzania wengine pale ambapo utazingatia muda. Hii itakuonyesha jinsi gani uko smart, sababu kila time ambapo unakuwa unahitajika wewe upo. Kila muda ambapo tumeitana wakaanza kufika, watu wanaweza kukuappreciate na kukupa usmart wako, kwa sababu wanajua kabisa jinsi gani ambavyo wewe una nidhamu katika swala zima la muda. Lakini jambo jingine, kuwa na mawasiliano ya kiwango. Yaani wewe uwasilianaji wako ukoje? Usiropoke, usiwe talkative, usiwe mkimya sana. Yaani kuwa mtu fulani hivi ambapo ukiongea tu sauti ya mamake anatoka na watu wanakubali. Kwa hiyo jitahidi sana kuzingatia hicho kitu. Lakini kitu kingine ambacho kitakusaidia uonekane uko smart muda wote ni kuvaa mavazi na muonekano wako wa nje. Ili tunavyoonekana uko safi na nadhifu muda wote, ile ni facial expression, ile smartness ya kwako inaweza kufanya watu wakakuamini. Unapopita labda kuja kukusanya wezi, si rahisi kuchukua mtu ambaye umevaa suti. Hawezi akaamini kama ni mwizi yule anataka kuiba hapo nyumba iliyopita. Lakini kama utakuwa umekaa ovyo ovyo muda wote, umevaa unavyotaka wewe, si rahisi sana watu kuamini na kukuona kama uko smart kila nyakati. Jambo la mwisho, kuwa msikivu kabla ya kujibu. Hii ni changamoto nyingine ambayo watu huwa nayo. Kabla ni mtu hajamaliza kuuliza swali, umeshajifanya kama umelielewa, unataka ulitolea maelezo. Hii si sawa, hata kama unajua. Jitahidi kwanza usikilize jambo mwanzo mpaka mwisho, kuwa msikivu vizuri kabisa, alafu ndo ujitolee sasa kulijibu hilo jambo kwa usahihi. Kupitia kufanya hivyo, itakusaidia kuonekana uko smart, licha ya kwamba unajua mwenyewe ndani yako ukoje. Hiyo kweli ndani yako inaweza kuwa sio smart kabisa, lakini ukifanya hivi vitu vitano tu kwa ufasaha, vitakusaidia kabisa uonekane kama vile mtu fulani wa maana sana na watu kukuhitaji. Thank you.